Acha shuti alilopiga Alan Okello akacheza Mustafa Shober. Leo hakuwa na mechi nzuri. Leo hajacheza vizuri, leo kacheza vibaya. Mchezaji ambaye ameperform kwa kiwango kikubwa kwa wachezaji watatu ambao leo wameanza wamesajiliwa na Young Africans, ambaye ni performance bora zaidi leo ni Mohamed Damaro Kamara. Hivi unafahamu kwamba Mohamed Damaro Kamara leo ndio imekuwa mechi yake sijui ya kwanza ya pili kutoka bila kuruhusu kadi ya njano. Leo Mohamed Damaro Kamara, mimi nimemfuatilia akiwa Singida, akiwa sijui wapi. Mohamed Damaro Kamara akitoka bila kupigwa kadi ya njano, siku hiyo mnamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo dhidi ya Al Ahly, mechi ngumu, amekutana na viungo bora Marwan Hati hapa Aliou Dieng, lakini bado amemudu kutoka bila kupigwa kadi ya njano. Kwangu mimi leo alikuwa na mechi bora sana Mohamed Damaro Kamara. Kiukweli, Young Africans wamekosa tu matokeo ya ushindi, ila alistahili kuwa man of the match. Amelinda ile back 4 back 3 kuna muda vizuri mno, amefanya kazi chafu sana mwanaume yule pale. Sababu kuna muda Aliou Dieng mpaka kama amechoka mwenye sema hichi chuma mbona hatari hichi. Sababu vizuri. So leo alikuwa na performance bora sana. Kwa Depu huwezi kumlaumu moja kwa moja kwa sababu Africans walikuwa wanacheza kwenye gia kwa muda mrefu, na ndio maana nikasema leo sikuona kama Africans wameperform kwa kiwango hicho, kwa sababu walikuwa hawaruhusu mipira mingi kwenda kwenye boxi kuwashambulia Al Ahly, mipira mingi kumfikia Depu. Kwa hiyo hakuwa na performance nzuri sana, kwa sababu bado mipira mingi ambayo angehusika nayo moja kwa moja kupata sifa zetu sisi labda wachambuzi, mashabiki, hakuipata kwenye box. Kwa hiyo alikuwa na performance ya wastani. Peke yake Mohamed Damaro Kamara, salute. Wow, Pacome. Kwenye meza ambayo nimeiandaa mimi ya kahawa, kuna Faisal Salum Feitoto Abdallah, kuna Stephen Aziz Ki, Mwamba Lusaka Chama. Hii meza ni ya watu watatu niliandaa ya kahawa: Chama, Mwamba Lusaka, Faisal Salum Feitoto Abdallah, Pacome akiwa amesimama, Aziz Ki, alafu Pacome akiwa amesimama. Nani ampishe? Mimi namchomoa Aziz Ki rasmi, namweka Pacome Zouzoua kwamba ndio starman wa timu ambaye anaweza akakupa kila kitu bora na ukafurahia maisha ukiwa na klabu ya Young Africans. Kwenye wale watu watatu namchomoa Aziz Ki, namchomoa Stephen Aziz Ki, namweka pembeni rasmi, namuingiza Pacome Zouzoua kwenye wale watu watatu bora zaidi ambao wamelishikilia hivi sasa soka la Tanzania, namuingiza Pacome Zouzoua, mwamba kabisa. Kila mechi kubwa Pacome Zouzoua ana react. Mechi yote ambayo Young Africans wanahitaji matokeo mazuri, Pacome Zouzoua amekuwa bora sana kwenye kutoa hiyo performance. Kwangu mimi Pacome Zouzoua ni one of the best player ambaye sisi wa Tanzania tumebahatika kumshuhudia kiukweli. Leo alikuwa na performance nzuri sana peke yake kwenye lile eneo la ushambuliaji na kiungo cha ushambuliaji, ndio unaweza kusema kwamba alikuwa na performance bora kuliko mchezaji wote. Lakini Alan Okello, sijui nani, Max, Depu, tupa kule. Shadrack Isaac Boka, nafikiri ni makosa makubwa sana kuanza mbele ya Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Shadrack Boka hapaswi kuanza mbele ya Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior pale Young Africans inapohitaji matokeo mazuri. I'm telling you, ukubali ukatae, Shadrack Isaka Boka hapaswi kuanza mbele ya Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior pale ambapo timu inahitaji matokeo mazuri. Leo ilikuwa sio kukaba, leo ilikuwa sio kuwasubiria tu Al Ahly wawashambulie nyinyi. Leo ilikuwa Young Africans na wenyewe wanapaswa kureact kwenye kushambulia. Unamhitaji Mohamed Hussein Shabalala kwenye fullback ya kushoto ama wingback ya kushoto. Sikuelewa Pedro Gonçalves alitumia nini, vigezo gani kumpanga Shadrack Boka, kwa sababu yeye ndio kocha. Lakini ukiniuliza mimi Salome, ukiniuliza mimi kwa dhati ya moyo wangu, alipaswa kuanza Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior, kwa sababu end product yake na anaposhambulia huwa anakuwa bora sana, tofauti kabisa na Shadrack Boka. Na ndio maana waangalie hata Al Ahly, upande ambao alikuwa anacheza ule Shadrack Boka, alikuwa anacheza Mohamed, yani ana umbo kubwa, ni mrefu sana. Nani Mohamed, yani kawaida, ni mchezaji wa kawaida, anatisha, lakini muda wote alikuwa na overlap, anakuja anafanya nini, anazuia. Huyo Mohamed, yani
kama una mtu kama Shabalala, mpe nafasi, anaweza akawapa kitu, sikufichi. Kama kuna eneo ambalo Pedro Gonçalves inawezekana kuna muda anajifelisha sana, ni kwa overthinking na kuogopa baadhi ya mechi. Ili uweze kuwa timu kubwa, ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na uthubutu. Sasa kuna eneo mimi nafikiri Pedro Gonçalves anakosa uthubutu. Anakosa kabisa uthubutu. Shabalala alikuwa anastahili kwanza mbele ya Shadrack Kiboko. Kwanza kwenye chokozi. Umezungumza ukasema kwamba Young Africans walikuwa wana uwezo wa kuifunga Al Ahly. Yeah. Tunaweza kusema kwamba kikosi cha Yanga sasa hivi kina ubora huo wa kuifunga Al Ahly. Young Africans sio bora kuliko Al Ahly. Al Ahly ni bora kuliko timu yoyote barani Afrika. Ila Young Africans wakicheza kwa nidhamu, utulivu kama waliokuwa nao leo, wakatafuta wachezaji wazuri ambao wakafanya selection ya kikosi ya wachezaji wazuri ambao mimi naweza nikakutajia hapa, trust me, wanaweza kuwafunga Al Ahly. Subiri. Simba iliwahi kuwafunga Yanga goli 1-0 kama unakumbuka. Nani? Al Ahly goli 1-0. Kwani Simba walikuwa ni bora sana kuliko Al Ahly? Tena ilikuwa tu hii ya makundi. Simba walikuwa ni bora sana kuliko Al Ahly. Simba hawakuwa bora kuliko Al Ahly. Simba vizuri. Lakini ile determination. Simba vizuri. Kaangalia ile commitment ya wachezaji wa Simba. Alafu wakatumia ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja alikuwa Luis Jose Miquissone Chama kwenye ubora wake. Aina ya goli alilolifunga Luis Jose Miquissone. Alafu discipline ya mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho Simba kulinda lile goli. Al Ahly waliondoka vichwa chini hapa. Taifa. Simba vizuri. Kwa hata in Africans kwa namna kikosi chao kilivyo. Kwa sababu ukiangalia Pacome, Depu, Maxi, Duke, Okello, sijui Damaro Kamara. Wana majina Ibrahim Baka, nani Dickson Job, Djigui Diarra. Luxury ya kikosi Young Africans wanayo na wachezaji wao tayari wana uzoefu. Mimi naamini kwa level ile ya kati walikuwa nayo Young Africans walikuwa na uwezo wa kuwafunga Al Ahly. Angalau kiukweli matumaini yalikuwepo, ila ikumbukwe Young Africans wapo kwenye kundi la kifo. Na nasisitiza tena, Young Africans wapo kwenye kundi la kifo. Kwa Young Africans kama watapita kwangu mimi kwenye lile kundi, wanastahili pongezi. Lakini tangu awali nilisisitiza kwamba Young Africans wako kwenye kundi la nini? La kifo. Is not easy. So asilimia zinabaki pale pale. Young Africans tangia jana tulivyoongea, Young Africans ana asilimia 30 ya kufuzu kwenye hatua ya robo finali. Asilimia 30. Yana ulisema 50 kwa 50. Hapana. Au mimi ndo nimesahau. Bana wewe, sio 50 kwa 50. Ilikuwa ni 50 kwa 50? Simba ndo liwashusha 30 kabla ya mchezo. Bwana, ni kabla ya mchezo. Ilikuwa ni kabla ya mchezo. Hapana. Nitoa bwana 30 au ni Simba? Simba ndo lishusha. Naomba 30. Yes. Young Africans ukawa 50 kwa 50. Basi nashusha. Kama Young Africans niliwapa asilimia 50, leo natoa 20. Zinabaki 30 kufuzu kwenye hatua ya robo finali. Kama niliwapa 50. Kwa sababu mechi ilikuwa haijachezwa, Young Africans leo kaokota alama moja. Mechi inayofuata dhidi ya FAR Rabat, mechi nyingine dhidi ya JS Kabylie. Niliwapa asilimia 50, natoa 20, naweka asilimia 30. Young Africans ana asilimia 30 ya kufuzu finali, robo finali ya CAF Champions League. Kama Young Africans atafuzu robo finali ya CAF Champions League, kwangu mimi still yatakuwa ni maajabu kutokana na kundi alilokuwepo. Asante Kabu. Asante sana.